Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ni siku ya Jumapili, ya tarehe 2 mwezi wa 8. Tumshukuru Mungu tumeona mwezi mpya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wote duniani kote. Amen. Leo tunaenda kujifunza somo linalosema kwamba Mungu atenda kazi ndani mwetu. Amen. Mungu atenda kazi ndani mwetu maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu unapookoka ukimkabidhi Mungu maisha yako, unatakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukishatakaswa ukapata utakaso ndani mwako, ulikuwa na mambo machafu, ulikuwa umejaa mambo machafu, maneno machafu, hasira, kila makorokosho ndani mwako, ulikuwa umejaa maumivu. Mungu anaponya moyo wako, anatakasa moyo wako, anakupa furaha, anatoa kile kilichokuwemo ndani mwako, machungu yote yaliyokuwemo anayatoa. Bwana Yesu akishayatoa kwa damu ya Yesu, kwa sababu umeshamkabidhi Yesu Kristo maisha yako. Akishayatoa, Mungu anaanza kukutumia kwa ajili ya kazi yake. Amen. Anaanza kutumia. Ukiniona mimi hapa nimesimama hapa kuhubiri kwa neema ya Bwana, si kwamba ninahubiri kwa maneno yangu ambayo ya kibinadamu, hapana, bali Mungu yumo ndani mwangu, ndio anayenisemesha, na mimi nasikiliza kile Mungu anachokitoa ndani mwangu, na mimi nakiishi. Na wewe unapokuhubiria hicho kitu ambacho unachokisikia, na wewe ukifanyie kazi, kwa sababu Mungu anatumia watu. Bwana Yesu, Mungu anatumia watu. Amen. Sauti ya Mungu inatoka kwa wanadamu, inasikika kwa wanadamu. Mungu anasema na sisi kwa njia nyingi sana. Anasema na sisi kwa njia ya ndoto, anasema na sisi kwa njia ya maono, kwa njia ya funuo, kwa njia ya watu. Bwana Yesu. Kwa hiyo ndio ujue kwamba Mungu anafanya kazi ndani mwetu. Ili ujue kwamba Mungu anafanya ndani mwako, lazima uishi maisha matakatifu. Uende jinsi Mungu anavyotaka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu anafanya kazi ndani mwetu. Ukimwona mtumishi wa Mungu anasimama, ambaye aliyesimama katika roho na kweli, anasimama kunena, kuhubiri wala kuimba, jua Mungu anaimba ndani mwake, kwa sababu roho wa Mungu anakaa ndani mwetu. Ndio anayetusaidia kufanya kazi ya Mungu. Roho Mtakatifu ni msaidizi, ndio Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma katika somo linatoka katika Filipi sura ya 2 mstari wa 10 na naanzia mstari wa 13 wa 17 hapa. Nasema, naam, hata mkiaminiwa juu ya zabibu na ibada ya imani yenu, nafurahi tena nafurahi pamoja nanyi. Naona Mungu anafurahi pamoja nasi kwa sababu ya ibada yetu, jinsi gani tunavyomtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi gani tunavyofanya kazi yake, Mungu yupo pamoja nasi. Ukisoma tena katika huu mstari unasema kwamba Filipi sura ya 2 mstari wa 15 unasema kwamba mpate kuwa na Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na hila kati ya kizazi chenu ukaidi kilichopotoka, ambacho kati ya hayo mnaonekana kuwa kama miangi katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Maanake kwamba tupate kuwa na Mungu ni kusudi Mungu afanye kazi ndani mwetu, ili kusudi tusidanganyike. Bwana apewe sifa. Kwa sababu maisha haya bila Mungu ni kama chai ambayo haina sukari. Kwa sababu hata kama utaishi maisha mazuri, lakini kama huna Mungu, nakwambieje ndugu yangu, mama yangu, niangalie dada yangu, lazima utaenda na maji tu. Tunatakiwa tumtake Mungu kabisa, ili kusudi Mungu atubadilishe ndani mwetu, atutumie, atutengeneze. Mimi hapa nilipo hapa, nilikuwa nimezaliwa, nimekuwa katika maisha mengine ya dhambi. Mungu alipofika wakati wa Mungu akaniita kwa neema yake, akaniokoa, akanitengeneza ili kusudi nifanye kazi yake. Kwa hiyo ukimwona mtu anasimama kusema habari za Mungu, usiseme kwamba ametoka tu kwenye ugali, hapana. Mungu amemtengeneza, ni wakati sasa kuifanya kazi yake. Bwana Yesu. Ukisoma katika Galatia sura ya 1 mstari wa 15, kwa maana Mungu alinichagua tangu tumboni mwa mama yangu, ameniita kwa neema yake kusudi nifanye kazi yake. Bwana Yesu. Majira Mungu akifika, Mungu anatuita kila mmoja kufanya kazi yake, na anatutengeneza yeye mwenyewe tuifanye jinsi Mungu anavyotaka, si kwamba kwa ajili ya kwamba sisi tujitafutie kujulikana kwa watu. Bwana Yesu. Mnatakiwa watu wa Mungu msikie habari za Mungu, ambao hujaokoka, okoka. Mungu akutumie, usitumiwe na shetani, kwa sababu ukitumika kwa shetani utafanya mapenzi ya shetani, lakini ukitumika kwa Mungu utafanya yaliyo mema mbele za Mungu. Bwana Yesu. Ukisoma katika mstari wa 13 inasema kwamba wa 13 nasema kwamba kwa maana ndiye Mungu atenda kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kutimiza kusudi lake. Bwana Yesu. Mungu ndiye anayefanya kazi ndani mwetu kutimiza kusudi lake. Mimi hapa sijasimama hapa kusema kwa akili zangu wala kwa nini. Nimesimama hapa kwa uwezo wake. Mungu mwenyewe ndiye anayenitumia kama chombo ili kusudi nitimize kusudi lake. Mungu anatimiza kusudi la mtu kupitia mtu. Ili
Ukitaka ubarikiwe na Mungu, Mungu anatumia watu. Ukitaka uinuliwe, Mungu anatumia watu wakuja kukuinua. Ukitaka utoke sehemu ambako ulikuwa kumekwama, Mungu anainua watu wakuja kukutoa hiyo sehemu. Kwa sababu gani? Mungu anatumia watu kwa ajili ya kutimiza ahadi yako, kusudi lake. Alikuwa amekuahidi utafika sehemu fulani, utapata kazi fulani. Mungu anamtumia mtu, anakuja kufanyika kuwa msaada ambaye anakufanya unapata nafasi ya kupata kazi. Bwana asifiwe. Mungu anatumia watu. Mungu anatumia watu. Maisha unayoyapitia leo, mwambie Mungu akuinulia watu wakuja kutoa sehemu ulipo. Mwambie leo Mungu, kama umeanguka katika anguko la dhambi, mwambie Mungu, Baba, ni kweli nimeanguka katika anguko la dhambi. Naomba Baba unitumie watu ambao watakaokuja kusema na mimi. Tumia watu Baba nipate kukuelewa. Tumia watu Baba, tumia njia yote nipate kuelewa, nitoke katika maisha haya. Mwambie Mungu akuinulie watu. Mungu anatumia watu ndani yetu ili kusudi atimize kazi yake. Mungu akitaka kukutoa sehemu ulipo, kama jinsi alimtuma Nabii Musa katika Yerusalemu kumwambia kwamba akawatoe katika watu wake katika kwa mikono ya huyu Farao. Kwa hiyo alimtumia Musa kwa ajili ya kwenda kuwaokoa watu waliokuwa katika mikono ya Farao. Na ndio ulipofika wakati ambao akaenda kuwatoa katika mikono ya Farao. Wakati wa kutoka wanataka sasa kwenda sehemu ambapo Mungu amempa maelekezo Musa. Walipofika wakakosa, kulikuwa kuna bahari. Walipofika katika bahari, Mungu akamwambia Musa tena, Musa, inua fimbo yako upige bahari iwe patikane njia. Ndipo ikapatikana njia. Kwa sababu gani? Mungu alimtumia Musa ili kusudi wapate njia ya kuwavuta hawa watu walikuwa katika mateka ya yule Farao. Kwa hiyo Mungu anatumia watu. Unaposikia watumishi wa Mungu wanasema habari za Mungu, usidhani kwamba wanasema kama wao. Mungu anasema na hawa watumishi. Mungu anasema kupitia hiyo njia. Ndipo ipo siku utaulizwa, kwa kuisikia sauti yangu nilimtumia mtumishi fulani, nilimtumia mtumishi Mariam, nilimtumia mtumishi fulani. Ukisikia Mungu anasema. Unaposikia kitu chochote kinachoongelewa ambacho kinachoongelea utakatifu, yaliyo mema, jua Mungu anasema humo ndani. Mungu hasemagi mambo mabaya, anasema mambo mema kila siku, kwa sababu yeye ni mwema wakati wowote. Mungu anatumia watu. Mnasikia sana sauti za watumishi wa Mungu wanasema habari za Mungu, lakini hamtaki kuzisikia, lakini hamtaki kusigeukia, lakini hamtaki kusitia, lakini hamtaki kusitii. Kama mama yangu, kuna wakati ambao utakuja ulizo kuisikia sauti yangu kupitia mtumishi fulani. Mungu anatumia watu kutimiza kusudi lake. Mstari unasema kabisa hapa katika Warumi katika Filipi sura ya 2 mstari wa 13. Mungu anatumia watu. Nasema kwa maana ndiye Mungu atenda kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kutimiza kusudi lake. Mungu anatumia watu kutimiza kusudi lake. Mungu anatumia watu kutimiza kusudi lake. Wewe mama yangu unayeambiwa acha usherati, dada yangu, kijana mwenzangu, binti mwenzangu unayeambiwa acha usherati, acha uzinzi, acha hizi dhambi unazozifanya, acha haya machafuko unayofanya haya yote. Mungu anasema na Bwana, Mungu anasema kupitia watu. Anakusio mtu unamchukia. Na Mungu kasema katika Luka 21 mstari wa 17, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Ni kweli kuna watu tunaambia kweli ya Mungu waachane katika maisha hayo, wanatuchukia. Wengine wanasema hizi dini sijui za Kristo nini na nini. Mungu anasema nasi. Mungu anatutumia sisi kama chombo tu, bali ndo anayesema yeye. Mungu amesema kwamba nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Ni kweli, hata kama ukinichukia nakwambia kwamba ukweli, acha dhambi, acha usherati, acha umalaya, acha hayo machafuko unayoyafanya hayo yote. Ni kweli utanichukia. Ni kweli utaniona mimi kama jinsi gani najifanya mimi mwema. Sijifanyi, bali Mungu yeye anayefanya kazi ndani mwangu. Yeye ndo anayesema na wewe dada yangu, anayekwambia acha hayo maisha. Ndio anayetenda kazi ndani mwangu, anayekusemesha. Na mimi alinisemesha. Na mimi kila siku napoenda kinyume ananisemesha. Yeye Mungu ndo anayesema nasi. Unapoamua kunichukia mimi, unamchukia Mungu. Unapoamua kunikinai mimi, unamkinai Mungu. Unapoamua kunipenda, unampenda Mungu. Kuona kusii wewe mama yangu, kweli ya Mungu inachoma mioyo, lakini inaokoa. Kubali basi leo wokovu, mgeukie Mungu. Kubali kakaangu, dada yangu. Kwa nini umeng'ang'ania dhambi? Kwa nini umeng'ang'ania hayo maisha unayoyaishi? Hebu
pale uishi maisha matakatifu yenye kumpendeza Mungu, yenye amani, yenye utulivu. Mgeukie Mungu na kusiwe kaka yangu, mama yangu, unayenitazama hapo, toka huko uliko. Ni kweli unaishi maisha unayofurahia, lakini tambua, kaa ukijua kwamba imeandikwa katika Warumi sura ya 6 mstari 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni mauti, bali kama za Mungu ni uzima milele. Nakwambiaje, hiyo dhambi unayoifanya leo hii, unayoitenda kila siku, hiyo dhambi hiyo umejisikia masikio, nakwambiaje, upo mshahara wako, bahasha yako ya dhambi, bahasha yako ya mshahara imeandaliwa, na utaitumikia kweli mpaka utamgeukia Mungu bila hata kuambiwa na watu, na utamtumikia Mungu bila hata kulazimishwa. Kaa ukijua kwamba kuna mshahara umeandaliwa mlangoni, ambao muda si mrefu utaupokea tu. Na kweli hata sisi tuliishi maisha ya dhambi, ulipofika muda tulipokea mshahara, na kweli tuliutumikia, na kweli tuliutumikia, na kweli tuliutumikia, tulilia sana, tulijuta sana. Kwa nini? Lakini kumbe ilikuwa ni process. Mungu aliatia huu mshahara ili kusudi tumgeukie yeye. Na wewe nakusii sasa, hebu mgeukie Mungu sasa, kabla mshahara wako hujaandaliwa mkubwa. Kadri unavyofanya matendo machafu, ndivyo hivyo na mshahara wako utakuja upokee. Hebu mgeukie Mungu ambaye uliokoka, tusimame ili kusudi tupate uzima milele. Wewe unayelegea katika wokovu, hebu simama, rejea msalabani kwa ukamilifu ili kusudi Mungu akuonekanie. Dada yangu, kaka yangu, Mungu anakuhitaji umtumikie. Hebu mgeukie Mungu, anakusii. Tuko kwenye kazi za mwisho, wakati wa Mungu umefika sasa, wakati wa ukombozi ni sasa. Mwana Adamu yu karibu kuja sasa. Basi mgeukie mwana wa Mungu, mgeukie basi, mgeukie dada yangu, kaka yangu ambao unaniangalia. Kuna mshahara ambao umeandaliwa, utakuja ujutie sana. Utaona kwamba dunia hii kama umekuja kuteseka, kumbe utaje uteseke. Hii dunia ulikuja kwa ajili ya kusudi ya Mungu. Utatamani ardhi ipasuke ili kusudi uingie ardhini, lakini hautaingia, bali utatumikia mshahara wako. Na mshahara ukiruhusiwa, hakuna kufa mpaka utimize mshahara wako. Na ndio maana kuna mtu anaweza kupitia mengi sana katika maisha yake, atatamani muda mwingine afe. Huwezi kufa mpaka mshahara wako utumikie kwanza. Malipo ni hapa hapa duniani. Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Wewe uliyeng'ang'ania dhambi, kaa ukijua kuna mshahara wako umeandaliwa. Na kusii sana dadangu, mamangu, na wapendeni sana, mtabarikiwa na neno. Neno nasema kwamba Mungu afanya kazi ndani mwetu. Amen. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana. Mtabarikiwa. Niwatakie Jumapili njema, mpate kubarikiwa na neno. Pia tuzidi kukaa katika uwepo wa Mungu, tumtafute Mungu. Tuko nyakati za hatari sana. Tusijikite kutafuta maisha yetu, kazi zetu, miradi yetu na mipango yetu. Tukumbuke hata kwa wakati ambao tutakapofika wakufa, uwe basi umeshapanga mpango wa kwenda mbinguni. Usikawie tu mipango yako ya hapa duniani. Na kusii sana mama yangu, ni kweli maisha bila chakula hayaendi, lakini kaa ukijua mwili hauwezi kama ukaulizisha hata chakula. Kuna wakati utakula utahisi njaa, kuna wakati utafanya hivi lakini mwili utahisi njaa. Hebu mtafute Mungu, kwa sababu neno la Mungu halipiti, liko pale pale. Na watakieni siku njema. Amen.